Okay, karibu kwenye simulizi mpya kabisa. Inaitwa Kiladha. Simulizi hii kama uko mbele ya watu basi weka earphone, au kama uko nyumbani basi unaweza kaweka simu yako ikawa na sauti ndogo kiasi cha kwamba mtu ambaye sio mwenye zaidi ya miaka 18 asisikilize simulizi hii. Lakini ni simulizi ambayo ina mafunzo mengi zaidi kwa wanachuo, kwa watu ambao wanasoma, lakini pia kwa watu wa mtaani. Jina langu naitwa David Moses na hii ni Mr. Love Simulizi. Karibu tuianze simulizi yetu nzuri kabisa ya Kiladha. Ndani ya shule moja hivi ya sekondari kulikuwa na mwalimu wa kike mrembo haswa. Ticha na kila kitu, kuanzia kisigino, kiuno, kifua hadi paji la uso. Ni tamu bara mno. Yaani nikikwambia bara inamaanisha Huko nyuma sasa, Juma kudibinuka kiasi kwamba anaweza akaweka vyupa 6 vya bia na visiweze kuanguka. Mwalimu alivuruga mtaani hadi shuleni. Alivuruga walimu ni wanafunzi. Lakini kila kona alikopita alinyoshewa vidole na kuweza kujadiliwa. Yaani walimu walirusha swaga, lakini walimweza kumkosa mwalimu yule. Wanafunzi waliogopa kumtongoza mwalimu wao. Lakini kuna siku moja hivi wanafunzi 4 wa kiume walishindwa kuvumilia kabisa kwa uzuri na jinsi alivyokuwa mwalimu yule. Wanafunzi wao waliweka kikao cha dharura hivi ili waliweza kubishana na wenye uwezo wa kuweza kumpata mwalimu huyo. Je, nani anaweza kufanikiwa kumpata mwalimu huyo? Mimi ndiye mkuu wa wanafunzi wote hapa. Nina hadhi ya kuwa na mwalimu. Aliongea hivyo, alikuwa ni kaka mkuu wa shule. Kwanza cheki pomba zangu. Mnaona hii sura? Nani mzuri kama mimi hapa? Ticha anataka mwanaume mwenye muonekano bwana. Unajua kwenye kila shule ni lazima kuwepo na mtu ambayo wanasema ni handsome wa shule. Basi alikuwa amejitamba hivyo. Lakini kichwa cha darasa aliinuka na kusema kuwa tatizo sio kuwa handsome wala kuwa kaka mkuu. Mwalimu hawezi kumkubali mtu ambaye hana akili. Mimi nimewaongoza mitihani kila mwaka. Lazima aliweza kunichagua mimi, sio nyie. Wao wakiwa nafikiria hayo yote, lakini kulikuwa na Kiladha alitulia tu kimya kwa unyonge. Yeye hakujua asifie kwa kipi au kwa ripi. Ukicheki akili hana wala uongozi hana. Hata sura pia alikosa, maskini wa watu. We Kiladha, bora ujengue tu hapa ili tubaki watatu tu. Kaka mkuu aliweza kuongea. Kwa nini niondoke? Alijibu la Kiladha. Jamani, na mimi namtaka mwalimu, kwani sifai kuwa naye? Atakubali sasa? Kwa lisura gani hapo labda uliokuwa nalo? Mtu kila mtihani wewe ni wa mwisho tu. Hebu kaa kushoto huko. Aliuensa mwa darasa. Tena huyu Kiladha anatutia nuksi tu hapa. Kichwa cha darasa aliamua kumalizia kabisa. Unajua sometimes kwenye maisha kunakutana na vikwazo vingi sana, lakini haijulikani ipi ni siku yako nzuri na ipi ni siku yako ambayo sio nzuri. Kama ni siku yako ya bahati, basi kila kitu kwako kinaweza ikawa sawa sawa, hata kama unapigwa vijembe na majungu na watu kibao. Baada ya mabishano mazito, walikubaliana wote waandike barua. Waliandika kisha walizipeleka ofisini kwa mwalimu. Ticha alipoingia ofisini alikutana na barua za mapenzi zikiwa mezani kwake. Alisoma, alikasirika sana. Alichukia kweli kweli. Taarifa za kuchukia kwa mwalimu ziliwafikia wanafunzi wote. Kila mtu aliogopa sana. Wale walioandika barua walijua leo kazi ipo. Kama mnavyojua tena
Maisha ya shule haya. Fumba na kufumbua, mwalimu aliingia darasani. Aliita majina ya wale walioandikwa barua. Mwalimu aliagiza viboko vya kufua mtu siku hiyo. Basi alianza na kaka mkuu. Aliweza kumchapa viboko 10 tu. Alifuatia Handsome, aliweza kuchapwa na viboko 10. Lakini watatu pia alifuatia alikuwa ni yule kichwa cha darasa. Naye aliweza kuchapwa viboko 10. Aliyebaki alikuwa Kilaza tu. Mwalimu alimwambia alale chini. Kilaza alilala bila kusita kitu chochote kile, na wala bila kupinga. Kabla hajamchapa alimwambia inuke, na Kilaza aliinuka. Wewe nifuate ofisini kwangu, mwalimu alimwambia yule Kilaza. Basi bila kupoteza muda, Kilaza aliweza kumfuata mwalimu ofisini. Baada ya kufika huko, aliulizwa ni kwa nini aliweza kuandika ile barua. Kilaza hakuweza kujibu jibu lolote lile. Mkononi mwa mwalimu alikuwa bado ameshika kiboko. Taratibu mwalimu aliweza kumsogelea yule Kilaza. Alisimama mbele yake, akamtazama usoni kwa hasira. Kilaza alitetemeka akihisi viboko vinamkaribia, lakini aliogopa kwa kuwa alijua adhabu yake itakuwa ni kubwa kuliko wale wengine wote, kwa maana wale wameadhibiwa viboko 10 tu, lakini yeye hadi sasa alikuwa bado hajapata adhabu yoyote ile. Lakini nafsi yake pia ilikuwa inazidi kumuuliza na kujiuliza kichwani kwake pia, ni kwa nini aletwe ofisini? Ina maana adhabu yake ni kali zaidi. Akiwa anaanza kupigwa, alimuona mwalimu akiweka ile fimbo pembeni. Nani aliyekuandikia barua? Mimi? Hajaniandikia mtu. Kwa nini barua yako ni tofauti na wenzako? Mimi sijui. Alafu yale uliandika kwenye hilo barua ni kweli unayaweza? Ndio nayaweza. Na una uhakika kila ulichokitaja kwenye barua unacho hapo? Ndio mwalimu. Sasa ole wako nidanganye. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya mwalimu na yule Kilaza. Kwa muda huo mwalimu alienda kufunga mlango, kisha alirudi kwa Kilaza. Alimtazama kuanzia juu hadi chini, kisha aliweza kutabasamu tu. Uoga wa Kilaza uliweza kupungua kidogo, japo kujua nini kinafuata, ila angalau presha yake iliweza kushuka. Vua shati, mwalimu aliweza kumwambia Kilaza, akionyesha kushtuka. Umesemaje? Vua haraka. Kilaza aliweza kuivua ile shati, aliweka pembeni. Toa na hiyo suruali. Nitoe yote? Ndio. Nataka nikague kwa na nione kama unafanana na maneno ya kwenye barua yako. Nikikuta kweli umefanana muda huu, nitaweza kuijibu barua yako. Basi Kilaza alivua suruali yake, alibaki na boxer tu. Hiyo boxer unamwachia nani? Iondoe. Naogopa jamani. Kwa hiyo ile barua haukumaanisha? Kilaza akiwa kwenye hofu aliondoa ile boxer yake. Alibaki mtupu kabisa kama alivyozaliwa. Mwalimu baada ya kujionea alijikuta akizidi kutabasamu tu. Alimtazama Kilaza kisha alimwambia kuwa huo ndio muda wa kuweza kuijibu barua yako. Ulikuwa ni muda wa mwalimu wa kuweza kujibu barua ya Kilaza. Teacher alitazama huku na huko, aliona dirisha likiwa bado liko wazi. Alienda na kalifunga. Ndani ya chumba kulikuwa na kiza fulani hivi katamu, yaani chumba kilizingirwa na utulivu wenye raha sana. Kilaza alikaa kwa kutulia. Mapigo ya moyo yake yalikuwa kidonda taratibu hivi. Mara ashtuka akashikwa bega, mara ameshikwa shingo, na pia alishikwa na kifuani kwake. Lakini mwishowe aliweza kukalishwa kwenye kiti hivi. Mwalimu alipandisha mguu mmoja juu ya kile kiti. Hali hiyo ilimfanya Kilaza aweze kuona 35% ya viungo vya ndani vya mwalimu wake.
Basi kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele, ndiyo kile kiungo cha Mwalimu kilizidi kupanda. Hatimaye kwa muda huu Kilaza alibahatika kuona 50% ya mwili wa madamu wake. Kilaza alijikuta na meza mate tu matamu hivi. Kwa mara ya kwanza kabisa alijionea bikini ikiwa imefunika sehemu nyeti iliyojazwa na nyama nyingi isiyo na mifupa. Kilaza, Mwalimu aliweza kumwita kwa sauti ndogo hivi, yani sauti laini. Abe, naam, alibabaika kuweza kujibu. Kama unavyojua tena, ni pale ambapo ulikuwa natamani kuiokota pesa ndefu hivi ya kukimu mahitaji yako, lakini ukafika sehemu ukakuta kuna burungutu limetupwa chini. Vile ambavyo upo peke yako lakini utahangaika kuiokota, na ndivyo hivyo ambavyo hata yule mwenye hamu wa upeo wa kutosha akakuta mtu amekaa wazi mbele na anamwita kuwa aende akaitumikie. Na ndivyo hivyo ilikuwa kwa Kilaza. Alibabaika kuitikia salamu ambayo aliitwa na mwalimu wake. Okay, nimekubali ombi lako. Karibu ufanye kazi kwenye kampuni yangu. Watu wachache sana walibahatika kufanya kazi katika kampuni yangu, lakini walinipa hasara tu. Hakuna ambaye aliyeweza kunipa faida. Ilifika hatua niliamua kubaki mwenyewe tu. Sikutamani kabisa kuajiri mtu yeyote yule mpya. Lakini wewe uliandika kuwa una ubunifu mkubwa. Uliandika una formula nzuri ya kumpa mtu ushindi. Ni formula gani hiyo? Ilikuwa ni swali kutoka kwa Mwalimu kwenda kwa Kilaza. Mimi nitatumia force release. Ndio mfumo upi huo? Nitashambulia sana tu. Sasa mbona unachelewa? Unanichelewesha, anza basi. Ilikuwa ni jibu la mwisho kwa Mwalimu. Basi muda huo kabla hajaanza, mara walisikia mlango ukigongwa. Walichanganyikiwa sana. Ilibidi wasimamishe mchezo wao ambao Kilaza ndiye alikuwa anataka kuianza kutumia formula yake ya force release. Mwalimu alishusha mguu chini kisha ajitengeneza vizuri. Kilaza alivaa nguo zake pia. Hawakujua ni nani anagonga mlango. Funga zipi yako vizuri, Mwalimu aliweza kumwambia Kilaza. Alafu ufanya kama unalia. Nilie? Sasa nitaliaje bila kupigwa? Wewe lia tu. Nataka naingia humu akute nalia ili ajue nimekuadhibu viboko. Habari ndio hiyo. Basi Kilaza alipakaza mate kwenye macho yake na kisha alianza kulia kimya kimya. Mwalimu pia bila kupoteza muda alichukua kiboko akikishika mikononi mwake na kisha alienda kufungua mlango. Je, ni nani yuko mlangoni kwa muda huo? Na je, hakiwakuta hapo nini kitaendelea? Nikwambie tu usiondoke, tunaiunganisha simulizi zetu nzuri pamoja na wewe hapa hapa. Jina langu naitwa David Moses, Mr. Love. Karibu tuiendelee. Basi madamu alifungua mlango kwa hofu. Alishtuka sana kukutana na mkuu wa shule pale. Hofu ilimzidi mara baada ya mkuu kukasirika sana. Mkuu alifoka kulaumu kwa nini madamu aliweza kujifungia mlango ndani ofisini. Kwa hasira sana, mkuu alizama ndani. Macho yake yalitua kwa Kilaza ambaye alikuwa analia. Alimshangaa kwa dakika kadhaa hivi, alishindwa kumwelewa. Huyu vipi tena? Mbona analia? Nimemwadhibu, alinibia kitabu changu. Kumbe ulijifungia ndani ya chumba ukiweza kumpiga? Ndio nguo. Nitaka iwe funzo kwa wanafunzi wenzie. Oh, vizuri sana. Tena naona kama umempiga kidogo hivi. Hebu nipe hiyo fimbo ili nimuongezee viboko vya nguvu hapa.
Madamu alimkabidhi mkuu kiboko. Kilaza alilambwa stiki za kutosha, wenyewe wanasema za kufa mtu. Basi baada ya tukio hilo, mkuu alieleza shida yake. Alimwambia madamu kuwa anataka aandae orodha ya wanafunzi wa Tolo ili waweze kuwafutwa shule. Baada ya maelezo hayo, mkuu aliondoka zake. Kwa mara nyingine, madamu alibaki na mwanafunzi wake. Bila kupoteza muda, alienda kufunga mlango tena na kisha alimsogelezea Kilaza. Alikumbatia akimpa pole ya kuchapwa. Pole sana. Sidhani kama nitapoa, labda kama tutaendelea pale tulipoishia, aliweza kujibu Kilaza. Sawa, ila kwa sasa itabidi ubadili mfumo. Tumia mfumo wa kupata goli chache kwa muda mfupi tu, angalau hata goli moja tu. Tena ina haja ya kufanya mazoezi wala maandalizi. Wewe piga tu mashuti. Utajua mwenyewe utatumia mfumo upi. Ilikuwa ni maongezi ya mwalimu. Kilaza aliweza kumjibu mwalimu wake na kumwambia kuwa itabidi nitumie mfumo wa 4231. Nitajilinda zaidi, ila nitapeleka mashambulizi mbele ili niweze kupata ushindi wa haraka usio na magoli mengi sana. Basi shambulia. Okay, basi bila kupoteza muda, Kilaza alizunguka nyuma ya kichuguu cha mwalimu wake. Kwa kuwa alisimama, alimuinamisha kidogo hivi. Alikamata kinguo cha mwalimu, alikipandisha juu. Uzuri wa bikini ni kwamba haina usumbufu sana muda wa kazi. Basi Kilaza hakuwa na haja ya kuweza kuondoa ile bikini. Alisogeza pembeni tu ili aweze kupata nafasi. Kwa muda huo basi alibahatika kuona 100% ya kiungo cha ndani kabisa cha mwalimu wake. Kazi iliyobaki ni kuitumia tu. Kilaza aliweza kushusha chini suruali yake. Alikuta bastola yake ikiwa imekasirika barani. Alikamata bastola kisha alinyosha mbele akitaka kulenga shabaha. Kilaza alipiga bastola. Madamu alifumba macho akisikiliza risasi ikipenya. Kwa mfumo ni ule ule wa 4231. Kilaza alianza kwa kujilinda. Na hapo pasi ndipo ilipotoka kwa beki ikienda kwa kiungo wa kabaji. Mpira ulipigwa mbele hadi kwa viungo wa shambuliaji. Na hapo ndipo viungo hao wanaojua kupiga pasi fupi na pasi za mwisho. Hao ndio viungo wanaojua vyenga vya kutosha. Ilikuwa sio rahisi sana kuzipita beki za timu pinzani. Na hapo ilibidi Kilaza aache kucheza pasi fupi na kisha tumie pasi ndefu au counter attack. Kwa uzuri, Kilaza aliweza kubahatika kumiliki mchezo kwa 90% hivi. Alizungusha kushoto na kulia, na kisha alirudi tena kushoto. Alikata kulia, alipita katikati na kisha aliachia kombora mmoja hivi ili kuweza kulilenga goli. Kombora lilikuwa la kasi sana, lakini kwa bahati mbaya nafasi kwa upande wake. Kipa aliweza kulipangua lile kombora na mpira ulitoka nje na ikawa ni kona kuelekea kwenye goli la upinzani na kutoka kwa goli la timu ya Kilaza. Muda huo madamu alifumba macho akisubiri tu unaweza kupigwa. Kwa mbali alihisi ulimi ukipekenya katikati ya goli lake. Muda huo madamu alishindwa kuvumilia kabisa. Alitanua miguu yake ili ashambuliwe vizuri, na kitendo hicho kilifanya Kilaza aongeze ubunifu kabisa. Na hapo ndipo aliweza kuzungusha ulimi wake kuanzia mashariki hadi kusini. Aliuparaza kama anacharanga gitaa hivi,
Nadhani mnaweza kutambua jinsi ya kupiga gitaa. Kama bado, basi nikwambie tu, nenda kwenye channel ya Mr. Love Simulizi na pitia kwenye simulizi moja baada ya nyingine, na hapo utaelewa nini namaanisha. Madamu alitetemeka sana, alitokwa na machozi ya la. Ilifika hatua alijiona yupo India anacheza kutikuchi otae na Salman Khan. Alizungusha uno la taratibu hivi, yani everybody say uno. Yani kama vile kitu cha Harmonize hivi. Lakini balaa lilikuwa ni pale ambapo Kilaza aliozungusha ulimi kwa fujo zaidi. Alifanya kama anatafuna hivi siri za watu. Aling'ata kisha alikwangua kama vocha. Madamu alihisi mwili wote ambao umekuwa sio wake kabisa yani. Na hapo ndipo utamu ulianza kwenye miguu, uti wa mgongo na hadi ukafika pale kisogoni. Alafu sasa huyo Kilaza anavyopenda sifa, eti ilichomoa ulimi, alizamisha mashine yake. Vipere vilikwanguliwa, ukurutu uliondolewa. Madamu watu alijikuta na mwaga utoporo wa bila kutarajia. Mikono ya Kilaza ilikuwa ikicheza sana kifuani kwa mwalimu. Ulimi ulihamia shingoni na kisha ukatoka kuelekea masikioni, na baada hapo ulipigwa pande ndefu ya kwenda machoni hadi kopani. Muda huo Kilaza akizidi kulisakata kabumbu, basi madamu alinyosha mikono yake juu huku akiimba nyimbo za utukufu. Kilaza, mbona unayaweza sana? Alafu wewe unasoma sekondari kweli? Ndiyo madamu. Jamani, sasa mbona una mapigo ya PhD? Unaonekana kama una GPA, CPA, ACA. We Kilaza wewe, isije nikawa nipo na profesa uwi. Kwa hiyo ndo 4231? Ndiyo madamu, huu ni mfumo mpya. Je, hiyo 433 itakuwaje? Hiyo unaweza kuzimia kabisa kwa sekunde 30 tu. Naitaka hiyo 433. Mwalimu alimwaga utoporo mwingine. Yani ni pale ambapo unatamani kuongea neno vizuri, lakini unajikuta hisia zimekwisha kupanda hadi zimeshika kope. Basi bila kuchelewa, mwalimu aliweza kudondosha mzigo wa utoporo. Alijikuta na mgeukia Kilaza, kisha alimlamba mabusu ya mdomo, uso na kisha kuhamia kwenye mashavu hadi puani. Jamani nyie, hapo natamani kama vile ningekuwa mimi hivi, kwa jinsi huyo mwalimu alivyokuwa ni mrembo zaidi. Okay, je, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Sipati picha kwa namna ambavyo ulivyo sasa na namna ambavyo unafikiria, namna ambavyo huyo mwalimu alivyo. Ungepiga penalti kia aina gani? Kwa ufundi gani? Ungemtumia mchezaji gani? Lionel Messi, Ronaldo, Chama au Pacome Zouzoua? Mimi sijui. Unayajua wewe bwana. Basi tuendelee na simulizi yetu. Hii inaitwa Kilaza. Basi ilikuwa ni muda wa 433, maana mashambulizi yaliweza kubadilika kabisa. Kilaza aliona ni bora aweze kubadili mfumo, kwa sababu anahitaji kwenda kupata ushindi wa namna yake. 433 ni mfumo ambao mabeki wanasakata soka na wao, viungo wanasakata soka, na hata washambuliaji pia wanaochezea soka ile ipasavyo kabisa. Kilaza alimvuta mwalimu wake kwa pupa hivi, alimkalisha juu ya meza. Alivuta mguu wa kwanza wa mwalimu, aliupachika kwenye kiti kimoja hivi, na mguu mwingine aliupachika kwenye kiti kingine. Alifanya hivyo ili asiweze kusumbuliwa muda wake akiwa kwenye kazi.
Hiyo ndiyo njia ya kuweza kujilinda. Lakini kilichofuata ni kuweza kumiliki mpira ili aweze kutafuta magoli ya kutosha. Alikunja kidole cha kati kilitengeneza herufi V au U hivi. Alikishusha kwenye kipele kilichokupo katikati ya sambusa ya mwalimu. Alifanya kama anakwangua juu chini hivi. Mkono wake mmoja ulicheza kiunoni. Na hapo ndipo alitekenya mbavu za mwalimu ambaye hadi muda huo alitoka machozi nakufa. Alafu nimegundua wewe sio Kilaza. Tulia tu. Haya, nipe mdomo. Kaza kiuno. Zungusha. Leo nitakunyosha. Unajiweka kizembezembe tu. Ndo nini sasa? Mbona leo utajikojolea sana? Alikuwa ni Kilaza akimweleza mwalimu wake. Na kama vile unavyojua, mbele ya hisia, basi hata mtu alikuwa anafanana na bibi yako utamwona ni kama vile mtoto mwenzio tu. Kama mnavyofahamu Basi kabla mchezo hujaanza tayari mwalimu alishapasua dafu la kwanza. Na hapo ubao ulisomeka 1-0. Mwalimu alihisi miwasho mikali sana. Alihitaji kitu kimoja tu aweze kugongelewa msumari wa moto kabisa. Kilaza baada ya kuweza kupiga bastora alichomoa dole lake na kisha alishusha mdomo chini hivi. Sio kwamba alitaka kuitafuna kinanii. Hapana. Nadhani wanaume wenzangu tunaelewana Bali alifanya kama vile anapuliza eneo lote la utamu. Ulimi ulipita pembeni kabisa ya kitumbua. Ulienda mapajani. Ulifanya kama vile unashuka kwenye shimo la pili hivi. Alafu ulipanda tena juu hadi ndani. Na sasa hakunyonya wala kulamba. Bali aliuzamisha kisha aliutoa. Aliutoa. Alifanya hivyo kwa spidi kali sana. Yaani ulimi ndio uliokuwa ukigonga misumari ya moto kwa maadamu. Mwalimu alijibinua juu kwa nguvu sana. Alimwaga utoporo mwingine. Na kwa muda huo kwenye hiyo mechi ya Kilaza zaidi ya mwalimu wake, mwalimu aliongoza kwa bao 2-0. Licha ya kuwa nyuma, lakini Kilaza yeye hakujali wala nini. Alizungusha tu ulimi wake. Alifanya kama anakoroga mlenda hivi. Hapo sasa tumefika kwa wapishi Nadhani wapishi tunaelewana nikisema hivyo Kitendo hicho kilifanya eneo lote lijazwe na lojo nyingi sana. Yaani mate sio mate, ute sio ute, ni utamu tu uliokuwa umemkorea. Mwalimu alikikamata kichwa cha Kilaza, alikikandamiza chini kwa nguvu. Alafu alishusha viuno vya taratibu. Viuno fulani hivi, yani amazing sana. Kilaza alichomoa ulimi wake na alizamisha rungu. Wewe mchezo ndio unakwisha kuanza Je, nani kuibuka na pointi 3 kwenye mchezo huu? Na tayari ni half time ya mechi. Basi turudi tena uwanjani kwa kuweza kufuatilia kipande au round ya pili ya mchezo huo mzuri kabisa kati ya mechi ya Kilaza dhidi ya mwalimu wake. Jina langu naitwa David Moses. Niambie unaitwa nani na unanisikiliza ukiwa wapi? Lakini kwa ajili ya kushare upendo nasi pamoja, basi ni kombe tu subscribe channel yetu ya Mr. Love Simulizi, lakini pia ni kombe uweze kushare kwa watu wengi, lakini pia kwa magrupu yako kama itakupendeza. Basi turudi tena kwenye kipindi cha pili cha mchezo mzuri kabisa ambao ni mechi kati ya Kilaza dhidi ya mwalimu wake, na hii ni Kilaza Cup. Simulizi ya Kilaza ndio inazidi kupamba moto hivyo. Basi mwalimu alitoa ukelele wa raha sana na furaha.
Machozi yalitiririka kuanzia kwenye kope zake, yakashusha kama shavuni hadi tumboni. Ila Kilaza ni msenge sana. Lungu hata hakulizamisha lote, aligigusagusa tu, alisuguasugua juu tu, yaani juu ya nyama laini pale. Alikisugua kile kipele, yaani alikipigapiga kama vile anawanyoka hivi. Mwalimu alifumba macho, alirusha maji marefu zaidi. Oops, today I'm going crazy. Nipe jamani, mimi leo nitadedi eti. Ui. Mwalimu alimtazama Kilaza kisha anyenyushia kofi la bega, yaani kofi la mahaba. Mara mng'ate meno, mara mkumbatie. Yeye mwenyewe alikamata dude lake la Kilaza na kisha alizamisha lote ndani. Alipandisha kiuno juu ili achokonolewa vizuri zaidi. Lakini hata hivyo Kilaza alichomoa mashine yake, alizamisha tena ulimi. Ticha alipiga kelele zito sana. Alijikuta akizungusha uno kwenye ulimi. Alilowana tepe tepe. Alimvuta Kilaza, alimpa mate ya taratibu, kisha akamkamata mashine yake na kuizamisha tena. Na hapo sasa Kilaza aliingiza kazini kabisa, na aliweza kuanza kazi rasmi. Alifanya hivi, alipiga lungu juu mara 30 hivi, katikati mara 40, alizamisha yote mara 50. Alimpeleka Ticha ukutani. Ngoma ilipigwa wakiwa wamesimama. Lakini kadri alivyozidi kuendelea, Ticha aliishiwa nguvu kabisa. Alijikuta anashuka chini. Kilaza naye akuzubaa, alimfuata huko. Alishuka chini mwendo wa mende aliyokufa hivi. Nadhani tunaelewana nikisema kifo cha mende. Alifikia hatua mwalimu alihisi kitu chenye hasira sana kikizidi kumgonga kwenye kuta za mwisho kabisa za nanili yake pale. Sijui ndo kizazi au kitu gani hicho. Baby, nakuja baby. Unakuja wapi? Kilaza alimuuliza, maana mwalimu alichanganyikiwa sana. Jamani, nakuja. Usije kuniacha basi. Niambia kama hautoniacha. Yalikuwa ni maswali ya mwalimu na maneno ambayo hajui kile kitu ambacho alikuwa anaongea. Anakuja wapi? Lakini aliomba Kilaza za kuwa asiweze kumwacha. Nitakuacha kwa sababu wewe ni mwalimu wangu. Sitaki eti. Jamani, sultani wangu. Nakuja. Ilikuwa ni muda ambao hata Kilaza alikaribia kufika kileleni mwa mlima wa Kitonga. Aliongeza kasi ya mashambulizi. Kilaza akiwa anashusha mzigo, mwalimu alinyinyonga kulia na kushoto, kisha alitulia kimya kabisa. Kelele zilikatika ghafla. Ticha alimwaga mkojo wa mwisho, kisha alikakamaa mwili mzima. Sasa sijui ndo aliweza kufa au alidedi kama alivyosema. Kilaza alibaki amemkodolea macho tu mwalimu wake. Alipumua kwa kasi sana, akizidi tu kumshangaa. Alichomoa dole lake akiwa amevurugwa kabisa. Lakini alijaribu kumwamsha, lakini Ticha hakuweza kuamka. Hakutikisika wala kuema. Bila shaka alikuwa juu mawinguni akicheza na Israeli. Cheze ya Kilaza wewe. Muda wa Kilaza akiwa hajui nini cha kuweza kufanya. Kwa mbali alihisi mlango ukiweza kugongwa. Patamu hapo babake. Haya bwana. Kilaza alichanganyikiwa sana kusikia mlango unagongwa. Aliogopa endapo mgongaji angeingia na akute Madam Kazimia pale chini.
Haraka haraka alivaa nguo zake vizuri kabisa na kisha alimvalisha madam. Kitu pekee ambacho aliogopa ni labda mwalimu amekuta kuwa ameweza kufariki dunia. Chumba hicho kilikuwa na dirisha moja tu, tena lenye nondo, na hata kama aseme kuwa ukibahatika kuruka nje ukikutana na walinzi, je, wa shule inakuwaje? Kule nje mlango bado ulikuwa mnagongwa tu, alafu ilisikika sauti ya kike ambayo Kilaza alitambua kuwa ni sauti ya Madam Simi. Jojo, Jojo, Madam Jojo, humu ndani kuna mtu kweli? Mbona mlango kama umefungwa kwa ndani hivi? Kilaza alisikia sauti, alitulia kimya kama hayupo hivi. Alijua lazima Madam Simi ataondoka tu. Ni kweli, baada ya dakika chache tu ilisikika vishindo vya miguu, mtu akiondoka pale mlangoni. Na hapo angalau mwili wa Kilaza ulipunguza presha kidogo. Alimfuata tena Madam Jojo, alimtikisa tikisa kwa nguvu. Alimpeleka, lakini wapi? Huu msala huu. Hapa niondoke tu kabla sijafumwa mie, Kilaza aliwaza. Alimwacha mwalimu wake akiwa amelala sakafuni. Yeye alinyata taratibu hadi mlangoni kwake. Alibahatika kufungua mlango. Alitoka nje. Sasa akiwa anafunga ili aweze kusepa zake, anageuka tu, alikutana na sura ya Madam Simi. Kumbe hakuondoka bwana. Wewe hapo ndo patamu sasa. Je, akiingia ndani na kuaje? Hicho ndicho kimbembe au kasheshe? Ahe, yupo We Kilaza, kumbe ulikuwa ofisini kwa Madam Jojo. Vipi, mwenyewe yupo? Yupo. Yupo. Basi walipishana. Madam Simi aliingia ofisini, halafu Kilaza alipiga zake mwendo akitokomea nje. Kabla hajafika mbali, kukasikika kelele toka kwa Madam Jojo zikisema kuwa mshikeni huyo Kilaza, ameua, anataka kukimbia hapo. Basi Kilaza alikamatwa na walinzi, alirudishwa tena ndani ofisini. Aliweka chini ya ulinzi pia. We Kilaza, umefanya nini Madam Jojo? Ilikuwa ni swali kutoka kwa Madam Simi. Muda huo Kilaza alikuwa akiogopa sana. Mimi sijafanya kitu chochote kile. Nimekukuta ukitoka humu ndani, tena ulijifungia mlango kwa ndani kabisa. Umeua alafu unataka kukimbia eh? Walinzi, hebu iteni polisi haraka. Chap polisi waliitwa pale. Walifika maeneo, walichukua maelezo kuhusu kilichoweza kutokea. Waliukagua mwili wa Madam Jojo na kisha walichukua, waliwekea nao kwenye gari. Wao, Madam Simi pamoja na Kilaza akiwa chini ya ulinzi mkali, walielekea polisi. Wakiwa njiani pia mawazo yaliweza kubadilika na kuamua kuweza kumwaisha kwanza mgonjwa hospitali. Lakini kule nyuma taarifa zilisambaa shule nzima, kukawa Kilaza anajadiliwa yeye tu muda wote. Wanafunzi walitengeneza makundi wakiweza kuzidi kumjadili Kilaza. Walimu walisitisha vipindi wakijadili kuhusu yaliyotokea. Lakini kati yao wote hakuna aliyejua tatizo ni nini. Walibaki wakihisi mambo tu. Wapo waliosema kuwa Kilaza ameweza kumpiga mwalimu mara baada ya kuweza kufeli mtihani. Lakini wengine walisema kuwa Kilaza amemtoa mwalimu kafara ili aweze kupata akili. Yaani mambo yalikuwa ni vurugu kama unavyojua tena Uswahilini. Basi mgonjwa alifikishwa hospitali. Polisi ndio waliweza kushughulikia kila kitu. Madam Jojo alilazwa, vipimo vya haraka vilichukuliwa.
Watu walisubiri majibu wakitaka kujua kama mtu ameweza kufa au bado ni mzima. Muda wote huo Kilaza alikuwa anasali kimya kimya tu. Alimwomba Mungu mwalimu asiweze kufariki. Mara ghafla daktari pia aliweza kutoka nje. Aliwasogelea polisi akitaka kuwapa ripoti ya mgonjwa. Dokta, vipi hali yake? Ni mzima ila yupo hatarini sana. Inaonekana alikutana na mishtuko mingi hadi iliyopelekea mapigo yake ya moyo kusimama na pia pumzi zake zilikata. Nyinyi mnaweza kuendelea tu na taratibu zenu, ila sisi tutajitahidi kuweza kupigania uhai wake. Tumwombe Mungu tu aweze kumsaidia, atakuwa sawa tu. Na kisha kuongea maneno hayo, daktari aliweza kuondoka zake. Japo ilikuwa ni taarifa nzuri kwa madamu yupo hai, lakini ni taarifa mbaya kwa sababu alikuwa ni Hoi bin Taaban Kamusoko. Chizi ya Kilaza wewe. Basi Madam Simi alibaki hospitali akimuguza mwenzie. Polisi wao waliondoka na Kilaza moja kwa moja hadi kituoni. Walimtupia sero wakimsindikiza kwa kipigo cha mbwa koko kabisa. Kilaza alikula mitama ya kutosha, mangumi, viboko na virungu. Mtoto mdogo umeua, mkatili. Ili unakuwa mkatili wa ajabu ajabu tu. Unaanzaje ukatili ukiwa mtoto hivi? Unampigaje mwalimu wako nusu muue? Aliweza kuongea polisi. Sijampiga mwalimu, alijibu akiwa anavuja damu Kilaza wa watu. Kwa hiyo wewe unahusiki kabisa, si ndio? Hauhusiki na ugonjwa wa mwalimu wako? Sasa ole wako afe. Ole wako afe. Utaozea jela au tutakunyonga mbwe. Mpuzi mkubwa yani. Yalikuwa ni maneno ya polisi yakimrejea Kilaza. Lakini upande wa pili kule hospitali, baada ya matibabu, mgonjwa aliachwa kitandani apumzike. Lakini muda wa kuona wagonjwa uliweza kufika na Madam Simi aliingia ndani alikokuwa mgonjwa. Alikaa pembeni ya rafiki yake kipenzi. Alimtazama akimwonea huruma sana. Lakini mara alimuona anapumua kwa kasi sana, alishtuka. Alafu aliinuka kwa kasi zaidi. Alikaa kitandani akihema kwa nguvu. Lakini cha ajabu zaidi na kilichomshangaza Madam Simi, neno la kwanza kulitamka lilikuwa ni Kilaza. Kilaza, Kilaza. Mwe jamani. Mbona utamu kuzidi kunoga jamani? Hii simulizi ya Kilaza imenipa ladha hata mimi ya kuzidi kuifanya jambo liwe nzuri zaidi. Jina langu naitwa David Moses. Nifuate pale Instagram, natumia David_Moses29. Follow, like, lakini pia acha komenti zako. Karibu tuendelee simulizi nzuri kabisa ya Kilaza. Madam Simi alishangaa kuona rafiki yake kazinduka kisha anamtaja Kilaza. Madam Jojo. Baada ya kuitwa, Madam Jojo aliacha kumtaja Kilaza, ila alionyesha kushangaa eneo alilopo. Hakujua ilikuwaje hadi afikishwe pale. Madam Simi alimfuata rafiki yake, alimtuliza akitaka kumlaza, lakini mgonjwa alikataa kulala. Kwani mimi naumwa? Nimefikaje hapa? Nani kanileta? Alafu Kilaza yuko wapi? Ilikuwa ni maswali mfululizo kutoka kwa Madam Jojo. Tulikukuta ofisini kwako ukiwa umezimia na tukakuleta hapa hospitali. Alafu kwani ukumbuki chochote kuhusu wewe na Kilaza? Tulimkuta akikimbia toka ofisini kwako maana baada ya wewe kuzimia. Na inasemekana yeye ndiye alifanya uzimie. Amekamatwa na polisi, yupo kituoni. Madam Jojo alistuka kusikia habari hizo. Alivuta kumbukumbu kilichotokea, alikumbuka jinsi alivyofanyiwa michezo hatari zaidi.
michezo mitamu kiasi cha kuishiwa pumzi. Kwa mbali alianza kuhisi tetemeko la mwili. Alisisimka, ajikuta na tabasamu tu, mara ajinyonge. Hata hivyo aliumia mara baada ya kukumbuka Kilaza yuko polisi. Kwa hasira alikurupuka toka pale kitandani. Alitaka aelekea kituoni cha polisi kule akamsaidia Kilaza. Lakini kabla hajatoka nje, daktari aliingia. Alimrudisha mgonjwa kitandani. Alimpima na kumkuta mgonjwa kuwa yuko safi kabisa. Alimuuliza kuhusu kilichotokea. Madam alijibu kuwa alianguka tu mara baada ya kupokea taarifa mbaya. Daktari aliamini, ila Madam Simi alipata wasiwasi sana. Alijiuliza kama Madam Jojo alipata taarifa mbaya. Sasa kwa nini alivyozinduka tu alimtaja Kilaza? Na kwa nini kila muda alimuulizia Kilaza? Patamu hapo. Lakini licha ya madamu kuendelea vizuri, daktari alitaka mgonjwa alazwe. Lakini madamu alikataa kulazwa. Alilazimisha ruhusa hadi alipata. Yeye na Madam Simi walielekea kituo cha polisi na kumkuta Kilaza kule. Kwa muda huo Kilaza alikuwa amechakazwa kila kiungo. Madamu alitamani kulia, ila alivumilia tu. Aliodanganya polisi kuwa yeye akuzimia kwa sababu ya Kilaza, bali alipata taarifa mbaya. Kwa kuwa mhusika alithibitisha, basi Kilaza aliweza kuachiwa. Walirudi shuleni, lakini kwa muda huo kengele iligongwa. Wanafunzi na walimu walikusanyishwa wote paredi. Madam Jojo alieleza vitu vya uongo hadi watu waliweza kuamini. Watu walimwonea huruma sana Kilaza, walimpa pole. Lakini ilibidi Madam na Kilaza waruhusiwe wakapumzike. Uzuri ni kwamba Madam alikuwa Madam kweli kweli, yani maisha yake ni akishua, si unajua, na alikuwa na gari kali bara. Alimpakiza Kilaza na kisha aliondoka vile. Ila sitozimia tena na kuahidi baby. Kwanza hapa nilipo natamani uendelee pale ulipoishia. Usiniache hivi hivi, naweza hata kufa kwa mawazo eti. Kilaza kujibu kitu chochote kile. Sio kwamba hakumpenda Madam, alimpenda sana. Tena alikumbari vibaya mno yani. Utashaje kumpenda mtu anataka nzuri sana, sura tamu, shepu bomba na kiuno maridadi kabisa? Huo ni wazimu chali yangu eti. Basi Kilaza akiwa amezubaa alishtukia tu, akivutwa taratibu hadi kwenye sofa. Kutokana na kuzidiwa, walisahau hata kufunga mlango. Kumbe kule shuleni vipindi vilimalizika na watu waliweza kutawanyika. Madam Simi aliona bora apitie nyumbani kwa rafiki yake akaone anaendeleaje. Aliweza kufika nje ya nyumba. Alipiga hatua kuelekea ndani. Alishtuka kuona mlango kwazi. Lakini kabla Madam Simi hajaingia ndani, alisikia kelele nyingi, mtu akilia kufikishwa kimaaba. Madam Simi aliganda akisikilizia kwanza. Lakini kwa haitoshi, alisogea mlangoni akichungulia. Lakini kitu ambacho alikiona hakuamini hata kidogo. Naye alijikuta akisisimka sana. Mwalimu Simi alimshuhudia Kilaza amemkunja Mwalimu Jojo chini ya uvungu wa meza. Yaani ilikuwa hivi. Kichwa cha Mwalimu Jojo kizama chini ya meza, alafu mwili wake wa chini ulibaki nje tu. Kilaza alilala kifudifudi, kichwa chake kikiwa katikati ya mapaja ya Mwalimu Jojo.
kijana wa watu hakuwa na presha wala nini. Licha ya kwamba alikuwa na zigo kali, lakini alichukulia kawaida tu. Alitumia vitu vitatu katika kuweza kufanya kazi yake: vidole viwili vya mkono wa kulia, ulimi pamoja na mkono wa kushoto. Vidole viwili vilizama ndani ya ukuta wenye nyama laini kabisa ya madamu, vilisugua taratibu kwenye kona zote, huku ulimi ukicheza juu ya kidude ambacho kilisimama haswa, akiweza kukilamba, na huku baada ya hapo akikinyonya. Alikikuna kama nazi vile, alikichambua kama karanga, alikifyonza taratibu, alikikwangua kidogo, huku akikiburuza, akikitafuna. Kuna muda nusura akikekete kwa meno yake maraini. Meno yalipita juu kiasi ambacho madamu alisisimka kama mgonjwa wa degedege vile. Madamu alikuwa anadunda tu kama kitenesi, kichwa chake kikihangaika huku na huko kutokana na utamu uliokuwa umepitiliza akiupata kutoka kwa kilaza yule. Miguu sasa mara airushe juu, airushe pembeni, mara ajikunje kama kindege hivi, mara atetemeke. Utamwonea huruma mdada wa watu walivyokuwa wakihangaika pale. Yaani pisikari kama toki sawa, lakini cha ajabu mtu ambaye alikuwa amemkamata alikuwa ni kilaza. Alafu ndo kwanza mchezo haukuanza. Kilaza hata nguo kuvua. Lakini pale upande wa pili mlangoni, Madam Simi alijikuta tu akikojoa bila kutarajia. Aliloana tepwe kabisa, yani nyanga. Mapaja na miguu yake vilitetemeka kama tairi lenye pancha vile, likiwa bado linatembezwa. Alijibana akipumua kwa shida, alihisi chini kuna uwasha zaidi. Muda wote huo alimeza mate akitamani aingie ndani, ili naye. Ilikuwa ni pale ambapo kilaza alipandisha vidole viwili juu kuelekea maeneo ya tumbo hivi. Sijui alikamata nini, ila ni kama alishika kitu kama sponge vile. Sijui ndo kipele jicho au kitu gani. Alikisugua kidogo tu. Unaambiwa Madam Jojo alisukuma meza huko, aliinuka kwa nguvu, kisha alimvuta kilaza, alimparamia mdomoni akimlilia tu wauane ili waishi pamoja. Baby, mume wangu, mahabuba, sultani wangu, mfalme wangu. Jamani, kilaza wangu, niambie basi kama utoniacha, usije ukanisaliti mpenzi. Nataka uwe na mimi tu, alafu naomba ukubali tuweze kufunga ndoa. Nitakupa kila kitu. Nijibu basi moyo wangu, utanioa au unioe? Yalikuwa ni maswali mfululizo ya Madam Jojo. Je, nini kinaendelea ndani ya simulizi hii ya kilaza? Basi ni kuombe subscribe, lakini pia usiondoke, tunaunganisha hapa, yani mpaka kieleweke. Basi wakati huo Madam Jojo akilalamika kwa uchungu wa mahaba, alimtazama kilaza kuanzia juu hadi chini. Alishindwa kumaliza kabisa. Yaani kijana mdogo arafu ana mambo makubwa zaidi. Alikumbuka zamani kipindi ambapo anapaka shombo na wabeba nondo, mibaba yenye vitambi. Wote walishindwa kazi, arafu kilaza anaiweza kiulaini kabisa. Alimkumbatia zaidi, kisha alimuuliza tena, nijibu basi, haunitaki? Niambie utanioa au unioi? Madam alizungumza akiwa analia. Sio kwamba aliongea kwa kudanganya, hapana. Alimaanisha kabisa. Alikuwa tayari kufanya chochote kile kwa ajili ya kilaza. Huyo kilaza alizani nijibu sasa. Jibu litoke wapi muda huo wa kazi? Ndio kwanza
alizidisha kasi ya vidole kule chini. Madamu alikakamaa na kama vile alikuwa anataka kufariki vile kwa jinsi alivyokakamaa. Mikono na miguu yake vilianza kutetemeka. Alihisi baridi tamu sana. Kwa nguvu zote alijibinua kiuno, kisha alirusha mkojo kwa nguvu akiwa analalamika tu. Kilaza alichomoa dude lake, alizamisha ndani bila taarifa. Na hapo ndipo madamu alisikia kitu kizito kikipenya ndani taratibu. Mapigo yake mazito yalipigwa. Kila pigo lilitoka na mkojo wake. Lakini muda huo Simi alikuwa bado anateseka mlangoni. Alijishika manyonyo mara ajikunje. Alijipekenyoa chupi yake. Alifikia hatua alikaa chini akijisugua taratibu. Inaonekana alizimia kwa utamu huyo. Alikuwa hadi alishindwa pumzi kabisa. Jamani, na mimi nataka kama kuzimia nizimie tu. Hata kufa ni uwe tu, sio kwa utamu ule. Sasa ndo ukunaji gani ule jamani? Ona Kilaza anavyofanya, anavyoikuna, anavyoikatikia, anavyosugua kwa nguvu. Na mimi nataka. Simi aliwaza. Chupi yake ilisogezwa pembeni ikiwa imeroana haswa, huku vidole vyake vitatu vyote vikizana ndani ya kitumbua chake. Lakini shughuli ilikuwa ni pale ambapo Kilaza alimgeukia Madam Jojo. Alimweka mbuzi kagoma kwenda. Alipiga mapigo ya nguvu kama 20 hivi. Kumbe stadi hiyo ilifanya dude lake likaguse ndani kabisa kwenye kuta za mwisho. Madamu wa watu si alirusha kojo lingine bwana. Alafu sijui alipandwa na uchizi au kitu gani. Eti alijichomoa haraka, kisha alianza kukimbia ndani ya nyumba kama chizi vile. Yaani alikimbia ovyo ovyo akilia. Pale mlangoni Madam Simi uzalendo ulimshinda. Cha kufia nini? Aliona la kuwa na liwe tu. Bora naye azame ndani kikaeleweke huko huko. Basi Madam Simi alipiga hatua akitaka kumzama ndani kabisa. Kabla hajaingia alishtuka geti likifunguliwa. Okay, nani huyo ambaye anafungua mlango tena jamani? Anataka kuharibu issue za watu. Alimuona mlinzi akiingia. Fasta aligeuka akirudi nyuma hivi. Alifanya kama vile ndo anaingia vile. Mlinzi wa Kimasai akiwa amebeba begi la nguo alisimama akimshangaa Simi. Madamu. Umekuja saa ngapi? Mbona wakaa nje tena bosi? Bosi hayupo nini? Yupo namsubiri hapa. Sawa, mimi nilienda mjini bwana kununua mavazi. Jojo nipa mimi pesa hapa niweze kununulia nguo. Ngoja nipumzike chumbani kwangu. Alikuwa ni mlinzi akiweza kuongea na Madamu Simi hapo nje. Basi mlinzi aliingia bandani kwake, Simi akiwa bado ameganda tu akifikiria afaweza kufanya kitu gani. Kule ndani Kilaza aliweza kumfuata Kule ndani Kilaza aliweza kumfuata mwalimu ambaye alipandwa na uchizi wa mahaba. Alimkamata kisha wakiwa wamesimama alizamisha hivyo hivyo. Uchizi wote wa mwalimu ulipeperuka. Shoka bambe itizidi kuendelea. Kilaza aliona sebuleni ya pafai. Walielekea chumbani. Ticha alitupwa juu ya godoro. Kilaza alizamisha kitu. Aligonga misumari hadi alihisi risasi zinakaribia kutoka. Alitaka kuchomoa ila mwalimu alimwambia tu zimwagie ndani umumo.
Alimbana Kilaza kwa nguvu. Risasi zote zilimiminikia ndani. Mwanaume alitaka kuendelea show, lakini madamu alikataa kata. Lakini muda huo Simi bado alisimama pale nje. Aliona hasara kuondoka pasipo chochote kile. Kwa mara ya kwanza na mara nyingine alipiga hatua kuelekea ndani. Alikuta wachezaji wamebadili uwanja. Mbaya zaidi, alikuta kukiwa kimya kabisa. Na hapo aligundua kuwa mechi imekwisha. Asingeweza tena kuwafuata chumbani kwake. Aliondoka kwa hasira sana. Kule chumbani Kilaza alitaka aondoke. Madamu akutaka amwachie mume wake aweze kusepa hivi. Licha uvivu, lakini aliingia jikoni. Alipika chakula kizuri kwa ajili ya Kilaza wake. Walioga pamoja, alimpa pesa kisha waliagana kwa mabusu moto. Hiyo ndio siku ya kwanza nyumbani. Basi upande wa pili wa shilingi tunahamia ni siku ya pili iliyofuata. Ilikuwa ni siku ya shule. Kilaza na wanafunzi wenzie wa kidato cha 4 walikuwa darasani. Wengi walionekana kujisomea wakisubiri kipindi. Ni Kilaza peke yake ambaye hakusoma wala hakuwa na mpango wote ule. Yeye ndo kwanza alichukua daftari la mase kisha alianza kuchora katuni za magari yakigongana tu. Mara Mwalimu Simi aliingia kwa ajili ya kipindi. Mkononi alibeba kitabu cha biolojia na chaki. Baada ya kuingia tu, macho yake yalikutana na kutua moja kwa moja kwa Kilaza ambaye bado alikuwa akichora katuni pale. Simi alijikuta tu anasisimka. Alitokwa vipele vya msisimko. Kilaza, naomba unifuate laboratory. Yaani kwa Kiswahili ni maabara. Kwa wenzangu na mimi wale watu wawije. Sawa bwana. Basi Kilaza kuwa na namna yote ile aliweza kumfuata Madam Simi hadi maabara au laboratory. Kwa kuwa ilikuwa ni muda wa vipindi, walimu wengi walikuwa madarasani wakifundisha. Ndani ya maabara walikuwa wao tu wawili. Basi Madam Simi hakujua aanze vipi. Aliwaza afue nguo abaki uchi, amtongoze Kilaza au abake moja kwa moja. Kichwani mwake alitawaliwa na fikra za kufurugwa tu. Aliamini akibahatika kushughulikiwa na Kilaza, hamu zake zitakwisha zote. Mwili wake utaacha kuwashwa kwa muda huo. Kilaza yeye alitulia akisubiri tu maelezo. Basi Madam Simi aliona la kuwa na liwe. Alienda kufunga mlango, kisha alirudi kwa Kilaza. Alimkumbatia na kisha aliweza kumpiga mabusu yasiyo na idadi yoyote yale. Kilaza alishangaa tu. Alijiondoa mikononi mwa Madam kisha alirudi nyuma. Niliona kila kitu ulichofanya na Madam Jojo ofisini hadi alizimia. Pia hata jana baada ya kutoka hospitali mlienda kwake. Kisha mlirudia tule mchezo wenu. Si unajua kuwa Madam Jojo ana mpenzi wake mwanajeshi? Kilaza alishtuka na aliogopa kweli. Kumbe Madam ni mpenzi wa Mjeda. Ukisikia ukorofi ndio huo sasa. Kuchokoza Mjeda ni sawa tu na kushika kalio la simba dume. Na kuonea huruma sana wewe. Kuna wenzio aliuawa hapo hapo. Na wewe mwanajeshi alikuta tu akimtongoza Jojo. Sasa wewe Simi huyo akimwambia yule Kilaza. Akiwa anatamani kulia, Kilaza watu alizidi tu kuomba msamaha. Tafadhali simwambie, nisamehe. Unataka nisitangaze? Ili nikusamehe, naomba na mimi unifanyie kama ulivyomfanyia Madam Jojo. Hapo ndo upatamu.
Madam Simi anaitaka mwenyewe, sio? Basi Kilaza alibaki ameganda tu, hakujua achukue uamuzi gani. Kumbe wao wakiwa wanatongozana huku nje, Madam Jojo alikuwa anamtafuta Kilaza. Alimfuata darasani kumkuta. Aliambiwa kuwa kaelekea maabara na Madam Simi. Hivyo basi Jojo alielekea naye huko huko maabara. Hakuna kuacha kipito hapa na hakuna kuacha kibiwe. Ndani ya maabara mambo yalipamba moto tayari. Na muda huo tayari Madam Simi alipandisha sketi yake juu, kisha alisogeza chupi yake pembeni. Alizimisha mkono ndani ya suruali ya Kilaza, alichomoa dudu lake, kitu ambacho kilisimama haswa. Na muda huo Simi alijikuta tu anameza mate ya utamu. Mwogo ulikuwa ni mrefu wenye afya ya kutosha. Aliukamata vizuri, kisha aliuelekeza kwenye ikulu yake. Je, nini kinafuata ndani ya simulizi nzuri kabisa ya Kilaza? Kama ni kwanza unajiunga nami, ni kuombe tu subscribe Mr. Love Simulizi ili kuwa kwanza kuweza kupata simulizi zetu. Lakini pia kama unahitaji kufanya matangazo nasi, basi karibu. Lakini una nafasi ya kuweza kuungwa kwenye group la WhatsApp. Nitafute kwa namba hizo hapo kwenye screen yako, niambie tu niunge. Kwa gharama ya shilingi 1000 basi unapata kila kitu unachokihitaji. Simulizi zinakuwa zinatolewa za kusoma mwenyewe, lakini simulizi za sauti na pia video kama hivi. Jina langu naitwa David Moses, Mr. Love, the magic voice, moral icon. Nifuate para Instagram natumia David_Moses29. Kule TikTok natumia Mr. Love Rydix au Mr. Love TZ na TZ1. Hadi wakati mwingine kwenye simulizi nzuri kabisa ya Kilaza. Asante na kwaheri.